Mwanga wa kwanza wa alfajiri ulitambaa juu ya vilima, ukifungua ukurasa mpya wa siku katika kijiji hiki kidogo. Hewa ilikuwa baridi na safi, ikileta hisia ya matumaini na mwanzo mpya. Kila tone la mwanga lilionekana kama baraka, likiangaza majani na udongo na kuamsha kila kiumbe hai polepole kutoka usingizini wa usiku. Ukipaka kijiji kidogo rangi nyororo za machungwa na dhahabu, mwanga huo ulifanya kila nyumba ionekane kama sehemu ya hadithi ya kale. Miale ya jua ilipenya kupitia mapengo ya paa za nyasi, ikicheza na vumbi dogo lililokuwa likielea hewani. Kila kona ya kijiji ilijaa mwangaza wa matumaini, na hata ukimya wa asubuhi ulionekana kuwa na maana yake. Jogoo walikuwa wakiwika, sauti zao zikisikika katika vichochoro tulivu, zikitangaza mwanzo wa siku mpya. Jogoo hawa walikuwa kama walinzi wa mila, wakikumbusha kila mtu kwamba ni wakati wa kuamka na kuanza shughuli za kila siku. Watoto walikuwa wakichungulia nje ya milango yao, wakivuta pumzi ya kwanza ya hewa safi ya asubuhi, huku wazee wakianza kutembea taratibu kuelekea mashambani. Moshi ulijikunja polepole kutoka kwenye paa za nyasi, ukibeba harufu ya kuni inayowaka na chai inayotengenezwa. Harufu hiyo ilijaa kwenye hewa, ikileta kumbukumbu za nyakati za utulivu na upendo wa familia. Kila nyumba ilikuwa na shughuli zake, wanawake wakitayarisha chai na watoto wakisaidia kuleta kuni. Hii ilikuwa asubuhi ya kawaida, lakini yenye uzuri wa kipekee. Maisha kijijini yalikuwa rahisi, yenye amani. Kila mtu alijua majukumu yake na kulikuwa na mshikamano wa kweli kati ya majirani. Wakulima walielekea mashambani wakibeba zana zao, huku wazee wakikaa pamoja wakibadilishana hadithi na busara zao. Hakuna haraka, hakuna kelele zisizo na maana, ni utulivu na urafiki uliotawala. Ilikuwa amani ambayo kila mtu aliithamini, bila kujua kivuli kilichokuwa kikining'inia juu yao. Wakati kijiji kilionekana kuwa na utulivu wa asili, kulikuwa na hisia ya kitu kisichojulikana kikikaribia. Asubuhi hii ilikuwa mwanzo wa siku ambayo ingeleta mabadiliko, lakini kwa sasa kila mtu alifurahia uzuri na utulivu wa alfajiri yao. Juu vilimani, akikiangalia kijiji, mtu mmoja alijinyoosha. Alikuwa mtu aliyejifunika kwa vivuli, uso wake umefichwa nyuma ya rangi ya kujipaka. Macho yake makali na macho yalichunguza eneo lililoko chini. Alisogea kwa ujanja wa mwindaji, kila hatua yake ikiwa ya makusudi, kimya. Huyu alikuwa hatari, mpiga risasi, mtu aliyesemekana kuwa na sumu kama nyoka, kimya kama usiku. Habari zilienea haraka kijijini, zikichukuliwa na upepo kama mbegu zilizotawaniwa na upepo. Minong'ono ya wageni wanaokaribia, watu wenye ovu mioyoni mwao na uchoyo machoni mwao. Hofu ilitanda kwa wanakijiji, kitu kinachoonekana ambacho kilining'inia sana hewani. Maisha yao ya amani ilionekana yalikuwa karibu kuvunjwa. Hatari, akiwa macho kila wakati, aliwaona wageni muda mrefu kabla hawajafika kijijini. Aliwaangalia kutoka mahali pake pazuri, bunduki yake ikiwa uzito unaojulikana mikononi mwake. Alisoma mienendo yao, tabia zao, hisia zake kali, silika zake zilizochujwa kutokana na miaka ya kuishi pembezoni. Kulikuwa na kitu kuhusu watu hawa, ukatili ambao ulituma baridi mgongoni mwake. Chini kijijini, Mama Amina, mzee wa kijiji, alihisi fundo la hofu likimbana tumboni. Hewa ilipasuka kwa wasiwasi. Siku hiyo upepo ulikuwa mzito, ukibeba harufu ya udongo na majani yaliyokauka, kana kwamba kijiji chote kilikuwa kimenyamaza, kikisubiri jambo lisilojulikana. Mama Amina alikuwa amesimama karibu na kibanda chake, mikono yake ikitetemeka kidogo, macho yake yakitazama mbali barabarani, akijaribu kutambua ni nani alikuwa akija. Alikuwa ameishi kijijini hapo maisha yake yote, akiwajua watu wote, lakini leo alihisi kitu tofauti, kitu kisicho cha kawaida. Alikuwa amewaona wageni wakifika, nyuso zao ngumu, macho yao yakichunguza vibanda kwa nia ya uwindaji. Wageni hao walikuwa watatu, wote wakiwa wamevaa mavazi yasiyo ya kawaida kwa kijiji hicho, na walitembea kwa hatua ndefu na za kujiamini. Kila mmoja wao alionekana kuwa na siri nzito moyoni, na walipokuwa wakipita, watoto waliokuwa wakicheza karibu na barabara walikimbilia kwa mama zao, wakihisi hatari isiyoelezeka. Wanakijiji wengine walitoka nje ya vibanda vyao, wakitazama kwa tahadhari, wakijaribu kuelewa sababu ya ujio wa wageni hao. Mmoja wao, mtu mrefu mwenye kovu baya usoni mwake, alimkaribia, mkono wake ukiwa juu ya bastola iliyokuwa kiunoni mwake. Kovu hilo lilionekana kama alama ya vita vya zamani, na macho yake yalikuwa makali kama ya mwewe. Alisimama mbele ya Mama Amina, akimtazama kwa ukali, kana kwamba alikuwa anasoma mawazo yake.
Mama Amina alihisi baridi ikipenya mifupa yake, akijaribu kujizuia kutetemeka. Hofu ilikuwa ladha kali kinywani mwake. Alijikuta akimeza mate kwa shida, akihisi moyo wake ukidunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Kijiji kizima kilikuwa kimya, kila mtu akingojea hatua inayofuata, huku Mama Amina akijaribu kukusanya ujasiri wa kuzungumza na mgeni huyo wa kutisha. Kidole cha hatari kilikaza kuzunguka kifyatulio. Alikuwa na shabaha iliyo wazi, angeweza kumaliza mzozo kwa risasi moja sahihi. Alikuwa silaha, chombo cha uharibifu. Lakini alipoangalia chini kijijini, akaona hofu machoni mwa Mama Amina. Hisia ya ajabu ilimsisimua ndani yake. Siku zote alikuwa mzimu, kivuli, akiogopwa, lakini hakuwahi kueleweka. Je, hii ndiyo njia pekee aliyojua jinsi ya kuishi? Hatari alishusha bunduki yake, uamuzi uliofanywa kwa kufumba na kufumbua. Katika sekunde chache, moyo wake ulipiga kwa kasi, akitafakari uzito wa hatua yake. Hakutaka damu imwagike wala hofu kutawala kijiji chake. Alijua kwamba nguvu ya kweli haiko kwenye kutumia silaha, bali kwenye kujizuia na kuchagua busara. Wakati wengine wangeweza kuchagua njia ya vurugu, Hatari aliona thamani ya amani na ulinzi. Badala ya kufyatua risasi, alitoa mlio mkali, sauti iliyosikika bondeni. Sauti hiyo ilivunja ukimya wa asubuhi, ikienea kama wimbi la tahadhari. Ilikuwa ni wito wa ujasiri, ishara kwamba kuna hatari, lakini pia kwamba kuna mtu anayelinda. Kila mmoja alihisi nguvu ya sauti hiyo, ikiwakumbusha kwamba usalama wao ulikuwa mikononi mwa mtu mmoja jasiri. Wanakijiji wakashtuka, wakatazama juu, macho yao yakitafuta chanzo. Hofu na mshangao vilichanganyika, kila mmoja akijiuliza ni nini kilichotokea. Wengine walikimbilia ndani ya nyumba zao, wengine wakabaki nje, wakitazama kwa wasiwasi. Hata watoto walihisi mabadiliko ya hewa, wakikumbatia wazazi wao kwa hofu. Wageni pia walinaswa bila kujua, mawazo yao yakavutwa vilimani. Walikuwa wamezoea kutumia nguvu na vitisho, lakini sasa walikumbana na kitu tofauti, nguvu ya utu na ujasiri. Walihisi wasiwasi, wakitazama kila upande, wakitafuta njia ya kujinasua kwenye hali isiyotarajiwa. Hatari alitumia usumbufu wao kwa faida yake. Aliona jinsi walivyopoteza mwelekeo, akajua huu ndio wakati wa kuchukua hatua. Kwa uangalifu na ustadi, alijiandaa kufanya kile ambacho kingeleta usalama kwa wote. Alishuka kutoka kwenye sangara lake, kimbunga cha mwendo na hasira, akiwapokonya silaha watu hao kabla hawajitetea. Hatua zake zilikuwa za haraka na thabiti, akionyesha ujasiri na uhodari. Hakuruhusu hofu kumzuia. Alijua jukumu lake ni kulinda, si kuumiza. Kwa ustadi aliwanyang'anya silaha, akihakikisha hakuna atakayejeruhiwa. Walirudi nyuma, hofu ikichukua nafasi ya kiburi chao walipojipata wanakabiliwa na mpiga risasi mashuhuri, si kama shabaha, bali kama mlinzi wao. Hatari alisimama mbele yao, akiwakumbusha kwamba ujasiri wa kweli ni kulinda maisha, si kuyatishia. Kijiji kilitulia likijua kwamba leo walikuwa salama kwa sababu ya mtu mmoja aliyekataa kuwa mnyanyasaji, akachagua kuwa mlinzi.